UDART tungeenda kuongea nao ofisini, lakini ili sisi kujionea hali halisi haikuwa ni jambo. Kwa hiyo katokea rabsha, kwa wao wanafanya jaribio la kunikamata ambao sio polisi, na baadaye tukalazimika kutoka kwenye lile eneo kwa sababu ilikuwa tayari inazusha taharuki kubwa, na tukasogea pembeni, wakaita polisi. Polisi walipokuja, na kwanza watu wa UDART wamefanya fujo kubwa, wamekamata baadhi ya simu za wasaidizi wangu, wamezivunja, lakini pia wakawalazimisha waandishi waliokuwepo pale wafute taarifa zote ambazo zimekusanywa wakati tunaingia kwenye eneo husika, na baadaye wakatukamata kupeleka kwenye kituo kidogo cha polisi pale Kimara. Na baada ya kufika hapo tukawa tunawauliza ni kesi gani sasa ambayo mnaifungua. Ikawa UDART wanasema wao hawana kesi, wanataka tu zile taarifa ziwe zimefutwa, na polisi na wenyewe hawana kesi. Baadaye wakatutoa kupeleka kituo cha Kimara, kwa kituo cha Mbezi au kituo kikubwa. Tukafika pale, na kwa maana ya stendi pale Mbezi Ubungo, kwenye kituo cha Kimara ni kidogo zaidi, lakini pale Mbezi wana kituo cha eneo la Ubungo pale stendi ya Magufuli, na pale tukawa tumekuwa kwa kweli tumeshikiliwa kwa muda mrefu, na tukawa na mjadala, lakini UDART wakawa hawana kesi zaidi ya kwamba wao wanasisitiza kwamba wameambiwa na serikali kuwa kuna magari yatakuja. Kwa hiyo sisi tungetaka kupata taarifa, tungeelezwa, na kwamba kama ingekuwa tumepata hizo taarifa tungeweza kujua mipango ya serikali ilivyo. Lakini kubwa tuliloliona ni kuwa kuna tatizo kubwa sana kwenye uendeshaji wa miradi ya mwendokasi, na ikumbuke katika kipindi cha wiki 2 nyuma tulifanya uchambuzi hapa wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambayo ilionyesha kwamba kuna matatizo kwenye uendeshaji wa DART, na hasa ukosekanaji wa magari. Kuna upungufu mkubwa wa magari, na CAG alionyesha kati ya gari 210 ambazo zilipelekwa kwenye mradi, gari 99 hazifanyi kazi. Alikwenda kukagua, alikuta gari 99 hazifanyi kazi. Sasa panapokuwa na upungufu wa karibu 50% ya gari ambazo zilitakiwa ziwe zinafanya kazi, ndio sababu hasa ya tatizo hili lililokuwepo, kiasi ambacho inafanya shughuli za kawaida za kiuchumi kwenda katika namna mbaya sana, kwa sababu watu wanakaa kwa muda mrefu, na suluhisho haliwezi kuwa kuzuia watu wasione, kwa sababu imekwenda na polisi pale. Nikiwa pale polisi walikuwa wanakiri kwamba kile kituo kidogo cha polisi wamekuwa wakiandika PF3 mara nyingi sana za watu ambao wamevunja miguu wakati wakigombea kuingia kwenye magari. Lakini moja kati ya polisi alituambia pia yeye alikwenda kutoa ushauri wa kiusalama ili basi angalau kuepusha watu wasiwe wanashuka kwenye eneo moja. Kwa kuna eneo moja ambalo watu wanashuka na eneo la pili watu wanapanda, kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa nitumie fursa hii kuitaka serikali kwanza izingatie kwamba tatizo hili la mwendokasi ni tatizo lililojengwa na serikali yenyewe. Tuliwaondoa watu kwenye utamaduni wa kutumia daladala, tukaweka mabasi. Tumefanya investment kubwa kama taifa. Sasa ule utamaduni wa kutumia mabasi, ambapo kwa kawaida mtu alikuwa akitoka Kimara, kutoka Mbezi mpaka akiingia katikati ya mji, alikuwa ameepushwa kutoka kutumia masaa 2 mpaka 3 kufika katikati ya mji, na ikawa ana uwezo wa kutumia dakika 45. Huu utamaduni sasa umezoeleka, na kwa hiyo serikali inapaswa kuwa na hatua za haraka za kuchukua na hatua za muda mrefu. Na sisi tunaona kuwa kwa mfano hatua za haraka, huwezi ukaacha eneo kama Kimara ambao lina watu wengi wanaotaka kutoka, asubuhi halina magari. Lazima uwe na suluhisho la kupeleka magari, na kama serikali magari yale imeyaua yote au imeua sehemu kubwa ya magari, itafute suluhisho la haraka la angalau kutafuta hata waendeshaji wa ndani wawasaidie kuwapa magari ambayo yatafanya kazi angalau katika ile high peak, katika kipindi ambacho kuna peak ya watu kubwa wanataka kufanya kupata huduma, kuliko kuwa unamkadisha mtu tiketi saa 11-12 asubuhi ukiwa huna mabasi ya kutosha, unamweka kituoni masaa 2. Hii ni adha ambayo hata wakati wa daladala haikuwepo. Hili jambo ambalo linahitaji intervention, na serikali inapaswa kulitekeleza jambo hili kwa wakati. Lakini mwisho ndaki serikali pia iangalie namna ambavyo bodi ya waendeshaji wa UDA inavyoendeshwa, kwa sababu wanaonekana wana struggle kuzuia kujulikana kinachoendelea, kwa sababu wao ndio ambao walikabidhiwa mabasi 210. Mabasi ya 210 wameua nusu ya mabasi, na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ilionyesha hawa UDART waliua mabasi, halafu wakanunua mfumo wa kuweka kadi za malipo kwa bilioni 3. Lakini mabasi ambayo yalikuwa ni mabovu kwa mujibu wa ukaguzi wa NIT ulikuwa unahitaji bilioni 2 tu kuyafanya yote yaweze kuwa yanatumika.
Sasa hii ni kiashiria tu kwamba UDART haiko serious na uendeshaji wa mradi na kuna uzembe mkubwa ambao unafanyika. Lakini haya mambo ya kwamba watu wanafika sasa pale hakuna utaratibu, watu wanapanda madirishani, watu wanakanyagana, wanaumizana, wanavunjana miguu, ni mambo yanayoonesha kukosekana uwajibikaji. Wale askari waliokuja kutuzuia sisi, basi angalau wangeshindwa yote wakaweka utaratibu wa namna ya kupanda, kuliko kuacha watu wanavunja miguu katika lile eneo na hakuna mabasi katika huo muda. Kwa hiyo nadhani hili ndio tatizo la msingi. Tunapaswa kuhakikisha kwamba huduma ya mabasi ya mwendo kasi inakuwa ni faraja kwa Watanzania, hasa wakazi wa maeneo ya Kimara na wengi wanaokaa hapa Dar es Salaam, na haipaswi kuwa ni bugha, haipaswi kuwa ni jambo ambalo linaleta changamoto ya usafiri, linawafanya watu washindwe kufika makazini kwa wakati. Lakini daladala ukiingia ndio unakata tiketi, kwa hiyo unalipia huduma ambayo tayari unaipata. Pale UDART Kimara mtu anakatishwa tiketi alafu anashikiliwa masaa mawili ili asubirie wakati ambao UDA watapata gari. Huu sio utaratibu ambao yalikuwa malengo ya uanzishwaji wa mradi wa UDA. Unapaswa kuwa na suluhisho la kiutendaji kwamba kwa sasa mabasi yamepungua, tunafanya nini, na hatua hizo zikichukuliwa zionekane zinaleta nafuu kuliko kuficha hali halisi ambayo tunakwenda nayo.